Ndugu yetu tunaenda kumlaza muda si mrefu katika nyumba yake ya milele. Lakini jambo kuu kwetu ni kutafakari maisha yetu. Yeye mwendo wake ameumaliza, safari yake ameimaliza, ila sisi tuliobaki ndio ambao tunahitaji kujifunza kutokana na jambo hili. Sherehe kama hizi mara nyingi kwetu ambao tumebaki ni fundisho, ni kengele ambayo inapigwa katika masikio yetu na mbele ya macho yetu, ili tuweze kujitathmini ya kwamba hivi ikitokea hivi kwangu, hatima yangu ikoje? Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu ambaye ana hakika ya kesho. Katika vitu ambavyo mwanadamu amenyimwa ni kutambua kesho yake. Na ninaamini Mungu alifanya hivyo kwa makusudi. Kwa sababu kama angetuambia kwamba angetupa tarehe ya kufa, wapo watu wangejivuruga mpaka mbingu angeishusha chini. Haleluya. Lakini Mungu kwa hekima zake akaliacha fumbo ili tuendelee kumtambua yeye na kumcha yeye. Mtumishi wa Mungu Musa aliomba katika Zaburi ya 90 mstari wa 12 akisema miaka yetu ni 70 na ikiwa tumekaza sana ni 80. Akaomba kwenye mstari wa 12 akasema basi Bwana utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie nini? Moyo wa hekima. Hekima si ya kutafuta fedha. Hekima anayoomba hapa Musa si ya kutafuta mali, si ya kutafuta viwanja na kujenga nyumba, bali hekima ya kujua jinsi ya kuishi katika wakati na dakika tulizopewa katika dunia hii. Kifo ni hakika kwa kila mmoja wetu. Wazee wetu wametoka hapa wametueleza ya kwamba kifo ni hakika. Ikiwa Kristo Yesu atakuwa hajarudi, basi kifo kwa kila mmoja ni nini? Ni hakika. Na la kushangaza ni kwamba kifo huwa hakitoi taarifa. Na kama kingekuwa kinatoa taarifa kwamba kesho mimi nakuja, ni lile lile nililosema ya kwamba kuna watu wangejivuruga kumalizia siku zao za mwishoni ili wajiandae kupokea kifo. Lakini hakina taarifa. Na kifo hakichagui mtu. Hakiangalii sura, hakiangalii rangi, hakiangalii kabila, hakiangalii cheo, hakiangalii una mamlaka au huna mamlaka, hakiangalii una pesa au huna pesa. Kinakuja kwa kila mtu. Na ndio maana swali muhimu la kujiuliza jioni ya leo mahali hapa ni je, niko tayari kukutana na Mungu wangu ikiwa kifo kitakuja wakati wowote kwangu? Hili ndo swali la muhimu. Na ningependa mgeukie jirani yako muulize kidogo. Muulize, usimwogope. Je, uko tayari kukutana na Mungu wako muda wote ule? Sipo hapa kukutisha kwamba unakufa leo au kesho, lakini mwenye hekima lazima jiulize swali hili kila wakati. Ya kwamba je, niko tayari kukutana na Mungu wangu muda wowote, saa yoyote, dakika yoyote, mahali popote la kutokea likitokea? Waebrania 9:27 mpaka 28 Biblia inasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja alizichukua dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamao kwa wokovu. Sikiliza, jambo la kwanza ambalo tunahitaji kuelewa ni kwamba kifo sio mwisho wa safari ya mwanadamu. Wapo watu ambao wanadhani ya kwamba nikifa bwana kila kitu kimeisha. Lakini ukweli ni kwamba huo ni mwanzo. Umetoka katika mfumo wa kwanza wa mwili, nafsi na roho. Sasa umeenda katika mfumo mwingine wa kiroho. Safari imeanza. Na Biblia inasema kwamba kifo, baada ya kifo ni nini? Ni hukumu. Na hili linathibitisha kwamba kumbe mtu akifa sio mwisho,
kuna jambo lingine ambalo linafuata. Haleluya. Mwambie jirani yako, kuna jambo lingine ambalo linafuata. Kuna mahali pengine ambapo unakwenda, ama kukaa na Mungu milele au kupotea mbali na Mungu milele. Mambo mangapi? Mawili. Sasa mwenye hekima ni yule ambaye anafanya lile ambalo mhubiri anatuambia katika ile sura 12 mstari wa kwanza. Anasema, mkumbuke Bwana Mungu wako siku za ujana wako. Zamani nilikuwa nafikiri ya kwamba ni zile siku ambazo unakuwa na miaka 10, miaka 12, miaka 13. Lakini hii ina maana kubwa zaidi. Ni zaidi ya ujana. Sikiliza, siku za ujana wako ni sasa ambapo unapumua. Haleluya. Ikiwa unapumua sasa hivi, huo ndio ujana wako. Wangapi tunapumua leo? Aha, kama jirani yako amepumua, mwambie wewe ni kijana. Wewe ni kijana. Ikiwa unapumua, wewe ni kijana. Haleluya. Ikiwa unaweza kulala na kuamka, wewe ni kijana. Ikiwa unaweza kutembea, wewe ni kijana. Ikiwa unaweza kufanya shughuli zako, wewe ni kijana. Na kwa sababu bado ni kijana, kwa maana hiyo unahitaji kumkumbuka Bwana Mungu wako. Umche Bwana Mungu wako. Utembee katika utakatifu. Nitakwambia njia ya kufanya jioni ya leo, sasa hivi tu. Sikiliza, Biblia imesema ya kwamba watu wamewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa nini? Hukumu. Mwandishi wa Waebrania anatukumbusha kweli mbili, ambayo ya kwanza tumesema kila mwenye mwili atakufa ikiwa Kristo Yesu hajarudi. Hilo ni la kwanza. La pili, Biblia inaonyesha kwamba baada ya kifo kuna kusimama mbele ya Mungu muumba wetu, ili kutoa hesabu ya namna ambavyo tumeishi hapa duniani. Umeishi kwa starehe nyingi za anasa, utatoa hesabu. Umeishi kwa kumtumikia Mungu, utafanyaje? Utatoa hesabu. Tunachokifanya kila siku, wapendwa, tunaandika ripoti. Kila unapoamka unaandika ripoti, na ile ripoti itasomwa. Baada tu ya kifo, ripoti yako inaanza kutembea na kudai kusomwa mbele za Mungu. Tunapoweka mipango ya maisha na kufanya shughuli mbalimbali. Sikiliza, nimejifunza mambo mengi sana katika habari za kifo. Jamani, hatuna garantii ya miili yetu. Hatuna garantii ya maisha yetu. Hatumiliki hatima yetu. Hatumiliki maisha yetu. Na hilo ndilo tatizo kubwa la mwanadamu. Hatumiliki maisha yetu. Ndio maana tunapaswa kuacha mambo ya ujanja katika dunia hii. Tuache ujanja. Tumche Mungu. Tumtii Mungu. Hii miili inaweza kubadilika muda wote. Kuna rafiki yetu tuliyemzika wiki iliyopita. Huyu ndugu alikuwa kijana mzuri sana, mfanyabiashara mzuri. Siku moja nimepewa taarifa amelazwa hospitali. Sikumtambua kabisa. Nakumbuka siku hiyo ndo nikaenda kwa mtumishi wa Mungu hapa, nikampa story. Siku hiyo nimevurugwa. Niliuliza aliyekuwa amemlaza, huyu ndo fulani? Mara 3 akasema ndio. Nishindwa kuelewa. Ndipo nikatambua ya kwamba maisha haya, wapendwa, hatuna garanti nayo. Miili hii, wapendwa, hatuna garanti nayo. Lakini kuna jambo ambalo nimalizie kwa kusema. Kile kitabu cha Waebrania kimesema neno, unajua kama kingeishia kwenye
na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya hapo hukumu, tungekuwa tumekwisha. Lakini Biblia inaeleza ya kwamba hata hivyo Kristo naye alitolewa pale msalabani kwa ajili yetu, ili achukue dhambi zetu. Hilo ndilo tumaini, hilo ndilo neno la faraja kwetu, ya kwamba kuna hukumu mbele yetu, lakini tunatumaini bado. Kwa sababu gani? Kristo Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu. Alichukua dhambi zetu, akachukua mateso yetu, na akachukua laana zetu, ili sisi tufanyike haki mbele za Bwana. Lakini pale mwisho anasema atarudi mara ya pili pasipo ule mzigo wetu wa dhambi, ila kwa hao wamtazamiao. Haleluya! Atakuja si kwa kila mtu sasa. Mara ya kwanza alikuja kwa ajili ya kila mtu, lakini atakapokuja atarudi kwa ajili ya wale wamtazamiao. Sasa mimi na wewe tunamtazamia Yesu? Hilo ndo swali lako na mimi, kwamba atakapokuja tutamuona, atakapokuja tutamlaki, atakapokuja tutapona ile hukumu. Hilo ndo swali ambalo kila mwanadamu anapaswa kujiuliza, na hakuna njia nyingine ya kuepuka hukumu, ni kumwamini Yesu Kristo pekee. Biblia inasema aliye na mwana anao uzima, lakini asiye naye mwana amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Ikiwa hujamwamini Yesu Kristo, hukumu iko juu yako. Lakini ukimwamini Yesu Kristo jioni ya leo, hukumu ile inaondolewa juu yako, na hata ukifa leo unaenda kumlaki Bwana, unaenda kupumzika pamoja na Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu ndiye njia pekee, sio mchungaji. Mimi hawa wachungaji walioko hapa, hakuna ambaye anaweza kusema kwamba nifuateni mimi ndo njia. Wala Musa aliyekuwa nabii mkuu, wala kina Yeremia na kina Isaya, hakuna hata mmoja aliyewahi kutangaza kwamba nifuateni mimi ndimi njia. Ila Yesu Kristo peke yake ndiye aliyesema mimi ni njia na kweli na uzima, na mtu hawezi kufika kwa Baba bila kupitia kwangu. Yesu ndilo daraja pekee tulilo nalo la kufika kwa Baba. Wangapi tunatamani kufika kwa Baba? Wangapi tunatamani kufika kwa Baba? Hata ukifa leo umuone Bwana, hata ukifa leo ukapumzike na Bwana. Mimi ninatamani, ndio maana kila wakati ninayachunguza maisha yangu, ili parapanda ikilia, au ile parapanda binafsi ya kwangu kama iliyotokea kwa Samuel ikilia, nimuone Bwana Yesu.